سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. إخواني في الإيمان، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن المتقين مفازا. Ndugu zangu katika imani, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zito la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wamefuzu waliomcha Mwenyezi Mungu, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotuhabarisha katika kitabu chake kitukufu akisema, hakika ya wamchao wamefaulu. Amma maudhu'atuna al-yawm, ama maudhui ya hotuba yetu ya leo, saufa atakallam, itazungumzia ani dhulma bi anwa'ihi, kunako dhulma na aina zake. Ndugu zangu katika imani, imekuwa kawaida katika maisha yetu watu kuwa madhalim, watu wanafanya dhulma za aina mbalimbali. Watu tumetoka katika mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tunafanya dhulma. Kwanza, wakati tunafanya dhulma tujiulize, Allah Subhanahu wa Ta'ala amewazungumziaje madhalim? Ni ipi nafasi ya mfanya dhulma kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Ibrahim anasema, wala tahsabanna Allah ghafilin, na wala usidhani Mwenyezi Mungu ameghafilika, na wala usidhani Mwenyezi Mungu haoni, usidhani Mwenyezi Mungu hawaoni kwa yale yanayofanya madhalim. Anasema, wala tahsabanna Allah ghafilin amma ya'malu dhalimun, na wala usidhani Mwenyezi Mungu ameghafilika kwa wale wanayofanya madhalim. Inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhas fihi al-absar, hakika sisi tunawangojesha, tunawachelewesha mpaka siku ambayo macho yao yatakodoka. Ni siku ipi ambayo macho ya madhalim yatakodoka? Siku hii ni siku ya Kiyama, ambapo kila kitu kitaweka bayana, dhulma zote zitalipwa na madhalim watakuwa katika hali mbaya kabisa. Dhulma ya kwanza tutazungumzia dhulma ya mja kwa Mola wake, na dhulma ya pili tutazungumzia kunako dhulma ya mja kwa nafsi yake, na dhulma ya tatu tutazungumzia kunako dhulma ya mja kwa mja. Adh-dhulma al-'abdi li rabbihi, dhulma ya mja kwa Mola wake. Kumdhulumu Mwenyezi Mungu ni kumnyima Mwenyezi Mungu haki yake ya msingi ambayo ameshaiweka bayana katika Qur'an tukufu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal ins, na wala sikuwaumba majini na watu illa liya'budun, isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo tunapata kuona kwamba waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao ni majini na watu wameumbwa kwa lengo kubwa la kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hivyo tukienda kinyume na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi tujue tunamnyima Mwenyezi Mungu haki yake ya kuabudiwa na tunamdhulumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura nyingine, suratul Bayyina, akasema, wama umiru, na hatukuamrisheni nyinyi wanadamu, na hatukuamrisheni nyinyi
illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, isipokuwa mumwabudu Mwenyezi Mungu mumtakasie dini, hunafaa mwe waongofu, wa yuqimu salata wa yutu zaka, na msimamishe swala na mtoe zaka, wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini iliyokuwa madhubuti. Hivyo sasa, na katika aya hii tunapata kuona lengo au amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa binadamu, ambayo amri hii imekuwa tumeachana nayo kabisa. Anasema wama umiru, na hatujawaamrisheni nyinyi wanadamu. Kwa hiyo tunapata kuona kwamba tumeamrishwa, sawa, tumeamrishwa, isipokuwa anasema wama umiru illa liya'budullah, na hakuamrishwa nyinyi wanadamu isipokuwa mumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenda kinyume na amri hii, basi ujue unamdhulumu Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, akasema tena katika sura nyingine, suratul Isra, akasema wa qadha rabbuk, na hajawaamrisha Mwenyezi Mungu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na amewaamrisha Mwenyezi Mungu msimwabudu yoyote yule alla ta'budu illa iyyahu, msimwabudu yote yule asiyekuwa yeye, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili mfanyie wema. Hivyo sasa mtiririko aya hizi kama nilivyosema, zote zinaonyesha kwamba amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu na majini na hivi viumbe vyake viwili ameviamrisha kumwabudu tu. Hivyo sasa kwenda kinyume na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kipi kinyume cha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Kinyume cha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni kufanya shirki. Kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki. Kwa hiyo sasa hatuna budi kukaa katika mstari wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ili tujiepushe na kufanya shirki, na ili tujiepushe na kumdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hivyo sasa ukiona unafanya shirki, unamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwanza jiulize Allah subhanahu wa ta'ala amezungumziaje hiyo shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mwenye kumshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anayasamehe makosa mengine kwa atakayemtaka. Sasa tunapata kuona hapa madhambi mengine yote yana nafasi ya kusamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani yake tukufu, anasema innahu man yushriku billah, hakika yote yule ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad harama Allahu alayhi aljanna, basi mtu huyo Allah amemharamishia pepo. Hivyo sasa ukifanya ushirikina, ukimwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe jua pepo hiyo utasikilizia tu, hautoionja. Kwa hiyo tujiepushe na swala la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo ni kumdhulumu Mwenyezi Mungu. Pia amewaahidi washirikina kuingia katika daraja la chini la moto, daraja la chini kabisa la moto. Kama tunavyojua madaraja ya moto ya jahannam yapo 7. Moto wa Allah subhanahu wa ta'ala uko katika madaraja 7. Kwa hiyo wale washirikina watakaa katika daraja la chini kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka hilo bayana, ameliwekea msisitizo pale anaposema innal mushrikina fi darkil asfali minan nar, hakika washirikina watakuwa katika daraja la chini kabisa la moto. Ama aina ya pili, dhulma ya mja kwa nafsi yake, ambapo aina hii ya dhulma inatokana na aina ya kwanza ya dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Talaq aya ya kwanza kabisa, kuna sehemu Allah alifika akasema watilka hududullah, na hakika hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu, na mwenye kuichuka mipaka ya Mwenyezi Mungu basi amedhulumu nafsi yake. Kwa hiyo tunapata kuona kwa namna gani mtu anaweza kuidhulumu nafsi yake, au namna gani tunaweza kujidhulumu. Mtu anaweza akajidhulumu endapo atachupa mipaka ya Mwenyezi Mungu, ataenda kinyume na yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله مرة ثانية faqad faza almuttaqun. Nikiendelea na hotuba yangu ya pili, nimesema nitazungumzia yale mambo ambayo mtu akiyafanya basi atakuwa amechupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi aliyopokea Abdullah Numan ibn Bashir anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake, akisema, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, hakika ya halali iko wazi na haramu iko wazi, wa bainahuma umuru mushtabihat, na baina ya haya mawili halali na haramu yanatenganishwa na mambo yenye kutatanisha. Kwa maana ya kwamba yale halali ambayo yanaruhusiwa kisheria, dini inayakubali, yanajulikana kwa kila mtu, na yale ambayo ni haramu mtu hataki kufanya yanajulikana. Lakini mambo haya mawili yametenganishwa na mushtabihati, shubha, mambo yenye kuleta mtafaruku, mambo yenye kuleta tatanishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kwa kusema, la ya'lamunna kathira minan nas, mambo haya hayafahamiki kwa watu wengi. Kwa maana ya kwamba hayo mambo yanayoleta mtafaruku, yanayoleta shubha ambayo hayaeleweki hapo katika uhalali au haramu, watu wengi hawana elimu nayo na hayajulikani. Basi mtume katika kuendelea na hii hadithi akayatolea hukumu pale pale, akasema, faman taka shubuhat, na mwenye kujiepusha na mambo yenye kuleta shubha, faqad istabraa lidinihi wa irdhihi, basi atakuwa amelinda dini yake na cheo chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatolea mfano wa mchungaji, akasema, karai, kama mchungaji yule, wale tuliowazoea kuwaona wale wakichunga ng'ombe, yara alai haula hima, anayechungia pembezoni mwa mipaka. Kwa maana ya kwamba kama ni mashamba mawili, yule mchungaji anatakiwa achungie upande huu. Sasa kuna mashamba mawili, anatakiwa achunge upande huu. Sasa akajikuta anachungia wanyama wale karibia na mipaka wa shamba jingine ambalo haruhusiwi kuingia. Anasema yushriku ayyalta fi, akichelea wanyama wale wasiingie katika shamba lile ambalo hatakiwi kuingia. Kwa hiyo hapo tunapata kuona kwamba wewe kwa unajiepusha na haramu, basi itabidi kwanza hata pale mpakani mwa halali na haramu, ambapo panakupelekea kuingia katika haramu, au hautaki kupasogelea, ambapo huo mpaka ni mambo yenye kuleta shaka. Akasema, ala, tambua, innal kulli malikin hima, hakika kwa kila mfalme kuna mipaka. Ala inna hima Allahi maharimu, hakika tambua kwamba mipaka ya Mwenyezi Mungu ni yale aliyoharamisha. Ama aina ya mwisho ni dhulma ya mja kwa mja, dhulma liabdi, dhulma ya mja kwa mja mwingine, ambayo hii sasa ndo imekuwa dominant sana katika maisha yetu ya kila siku. Watu tunadhulumiana, watu tunanyang'anyana haki zetu, matendo ambayo ukiyafanya unakuwa unamdhulumu mwenzako. Matendo hayo kama vile kugombana au kumpiga mtu, watu wanavimbishana vifua, watu wanaleteana ubabe, watu wanapigana. Wakati unafanya dhulma hiyo, wakati unampiga mwenzako, basi tambua kwamba unafanya dhulma. Na kugombana katika Uislamu sio kipimo cha mtu mwenye nguvu, kama Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea sifa ya mtu mwenye nguvu katika Uislamu. Alisema katika ile hadithi amepokea Abu Huraira, akasema, laisa shadidu bisur'a, si mwenye nguvu mwenye kupiga watu nyereka. Kwa hiyo watu mkiona mnagombana, basi ujue, tambua hicho sio kipimo sahihi cha mtu mwenye nguvu katika Uislamu. Akasema, inna mashadid, hakika ya mwenye nguvu, alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, ni yule ambaye anaimiliki nafsi yake wakati wa hasira. Jambo jingine ambalo mtu ukifanya unakuwa unamdhulumu mja mwenzako ni kutukana. Watu wanaachiliana maneno machafu. Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sababu muslim fusuq, kumtukana Muislamu zako ni ufasiki, wa kitaluhu kufru, na kumua ni ukafiri. Tambue ya kwamba ukitukana unakuwa unamdhulumu yule anayemtukana.
Na aina na tendo jingine ambalo nimeona limekuwa dominant sana katika mazingira haya, watu mnasengenyana, watu mnaongeleana mambo machafu, watu mnaongeleana, unamzungumzia mtu mambo mabaya wakati yeye hayupo, wakati Uislamu umekataza kusengenya. Na Uislamu kaenda mbali kabisa, ukasema hata mkiwa watu watatu mkaongea wawili, alafu huyu asitambue mmeongea nini, hata kama hayo mambo ya Musa unakuwa unamdhulumu. Sasa inakuwaje nyinyi mnakuwa mbali kabisa, unamwongelea mtu mambo mabaya wakati hayupo? Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia waumini katika suratul Hujurat anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ijtanibu kathira minadh-dhanni, jepsheni na wingi wa kudhania, inna ba'dha dhanni ithmu, hakika baadhi ya kudhania ni madhambi. Wala tajassasu, na wala msijadiliane, wala msifatiliane. Na akasema wala yattabadukum ba'dha, na wala msisengenyane. Kwa hiyo tunapata kuona kwamba waumini hawana sifa ya kusengenya. Kwa hiyo ukiona unasengenya wewe katika waumini hauko. Akaendelea na aya akasema, akatuuliza, japokuwa mwishoni kule alijibu akasema, ayuhibbu ahadakum, alfu istifham, herufi ya kuuliza, ayuhibbu ahadakum, je, angependa mmoja wenu ayakula lahma akhihi maita, ale nyama ya ndugu yake akiwa amekufa? Akasema fakaritumu, bila shaka hampendi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la yadkhulul jannat al-qatwat, hatuingia peponi yote mwenye kusengenya. Na matendo mengine mengi ambayo mtu anaweza kuyafanya akamdhulumu mwenzake, na yatakuja kutukosti siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani siku hiyo yule ambaye utakayemdhulumu, siku hiyo utamlipa, itabidi umlipe. Na siku hiyo malipo yatakuwa kwa pesa wala kwa nini. Siku hiyo malipo yatakuwa in terms of deeds. Payment will be in form of deeds, in term of deeds. Matendo yatakuwa malipo yatakuwa kwa mfumo wa matendo. Kwamba kama ulimdhulumu mtu, itabidi uchukuliwe baadhi ya matendo yako yaliyokuwa mazuri, basi apewe yule aliyedhulumiwa. Kwa hiyo tukifanya dhuluma tujue kwamba tutakuja kuwa na hali mbaya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amekaa na maswahaba wake akawauliza, je, mnamjua nyewe aliyefilisika? Maswahaba wakajibu kulingana na mazoea ya kidunia, aliyefilisika ni yule ambaye alikuwa na mali nyingi, basi ikatokea zile mali zikaputika, basi wakasema huyo ndiye aliyefilisika. Mtume akawaambia hapana, hakika aliyefilisika ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama alifanya matendo mema mengi, lakini akakutwa na haki za watu, alidhulumu, alikula mali ya fulani, alimfukana fulani, akamsengenya fulani. Basi kwa muda huo matendo yake yatatumika kumlipa aliyemdhulumu. Allahumma a'idh al-islam wa muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' din. اللهم ارحم اموات المسلمين والمسلمات واغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. في الصلاه.